kwa kina ni nini iliua padri wetu na ni nani aliua padri wetu ikiwa si yeye. Kwa hivyo hakuna haja ya kusema aliuawa, alifanya hivi. Tugojee yale tutaambiwa na wale wanahusika na hayo mambo ya kujua ni nini hasa kimeua ndugu yetu. Kwa hivyo tunaomba hata watu wa media, wako na haraka sana. Haraka yenu wakati mwingine haina ukweli. Ningeomba msiwe na haraka ya aina hiyo. Hata sisi twajua ya kwamba twahitaji ukweli. Twahitaji ukweli. Na hiyo ndiyo sababu hata haya mambo tumehusisha DCI na wale wengine wanahusika na mambo haya, ili tujue kabisa ni nini. Ikiwa ameuawa kwa nini? Ameuawa namna gani? Kwa hivyo tutulie sisi wote ambao wanajihisi wamefifiwa, ikiwa mimi nikiwa mmoja, wazazi na sisi wote ambao tumekuja hapa kuomboleza, twajihisi kwamba tumefifiwa na tumempoteza ndugu yetu. Kwa hivyo tutulie na tugojee. Tukijua ukweli, sina budi nitautangaza. Na tunajua kwamba watatupa jibu ambao wanaendelea, na pia leo wanatuambia kwamba wanaendelea vizuri. Sasa kutoka kwa DCI tuko kwa homicide ili tuweze kujua ni nini kiini cha kifo cha Father Maina. Kwa hiyo tuombe ili Mungu atupe mwanga. Tusipotoshwe na yale yote ambayo yananenwa, bali tumtumainie Mwenyezi Mungu atupe mwanga. From parents to our beloved son, we gather in love and remembrance to honor the life of our beloved son, who served not only our family, but also the entire family with dedication. From his young age, he carried a quiet life full of strength and a deep sense of purpose. The calling led him to priesthood, where he found his true path of offering guidance, comfort, and hope to all who crossed his way. As a priest, he was more than a spiritual leader. He was a friend, a confidant, a source of light in times of darkness. To our family, he was son whose kindness knew no bound, a brother to his siblings whose support was steadfast and with unconditional love. He stood with us through life's joy and sorrows, always offering a listening ear and a prayerful heart. He gave himself without asking for anything in return. His hands were always busy helping, his heart always open. Whether it was visiting the sick, feeding the hungry, or comforting the grieving, he lived his faith through actions. Though he has left this earthly life, his spirit remains alive in every life he touched. Rest in peace, dear son. You are a gift to this world, and we will carry your love with us always. Son, we shall miss you beyond words, but we carry you in our hearts forever. Eternal rest grant him, O Lord. Perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Tumesikia mengi, tumesoma mengi. Niombe tu Wakenya wote na wote ambao tuko hapa
tupatie wale ambao wanachunguza kuhusu kifo cha father nafasi waweze kuchunguza, na tunaamini ya kwamba baada ya uchaguzi baada ya kuangalia na kujua nini litendeka, tutaweza kujua ni kini ilifanya hivyo. Vya mambo tungetaka tujue nani ambao yule alitenda hicho kitendo. La pili ni sababu gani? Lakini sisi kazi yetu ni kuombea familia, tuwatie nguvu na tuweze kusimama na wao. He touched countless lives, offering a beacon of hope and spiritual guidance to many. You had so many plans for our parents and every one of us. Though your life was cut short with mysterious death, we shall fulfill your dreams through your spiritual guidance, which will always be with us. We are deeply grateful for the gifts of your presence in our life, our pillar as a family. Thank you, brother, for being an incredible brother. May your soul find eternal peace in the embrace of our Heavenly Father. And may your legacy of love, faith, and compassion continue to inspire and guide us always. Rest easy, bro. Pale katika ukurasa wa nyuma kuko na QR code, kuskani na simu yako kusomewa historia ya padri wetu Father John Maina, tasomewa na mmoja wa mapadri. Ingawa amekufa kabla ya wakati wake, atastarehe, kwa maana uzee ulio na heshima sio ni kama uzee ulio mtulivu. Huyo alionekana amempendeza Mungu, akapendwa naye. Usimgeuze nia yake, wala hila isimdanganye roho yake. Mradi kumba yaliyo mazuri, na ufurufuru wa tamaa hupotosha akili zilizo nyovu. Huyo alikamilika katika siku chache, akatimiza. Mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye